The only people who can defeat a man called William Samoei Ruto in an election is the youth of the Republic of Kenya. They are the only ones who can campaign with euphoria that defeats money. They are the only ones who can outvote any tribe. They are the only ones who can defeat state violence because they've defeated goons before and police before. They are the only ones who can protect votes using technology and coordination. But those youths who for their own benefit and for their own future are supposed to be organized are being hired as bloggers for very little money to troll any good idea that can change their lives. They're the ones who are being hired as goons to attack, disrupt, disorganize, stab people, and burn property. You don't own a car. You've never bought a car from a showroom, but you're burning a car. Those who are not bloggers and are not goons are sleeping hopelessly. They are not going to register to vote. Those who are registering to vote are not voting. And those who are voting for corrupt individuals. Mbere no, hiyo ni nini mmetufunza? In short, you've taught us that for me to be an MP, I need to go to Kenyatta National Hospital, do a fake tender for supplying oxygen, make over 700 million, come and give you money, and you vote for me. Alafu museme pesa ya CDF imeibiwa. Iyo ni unugu, iyo ni upuzi. Iyo itakuwa ni ujinga ya hali ya juu. Mtu nugu hata moja isiseme kutoka Mbeere North kwamba pesa ya CDF imeibiwa. The day we handed over our genuine fight for a better Kenya to the formerly corrupt opposition, because all these people in the opposition were in government and they were very corrupt. And some of them have been in politics for 40 years, 30 years, they've never delivered any change. The day we, the youth, stopped fighting for a better country and handed over our fight to them, we lost it. I know some of you think that the government lost and that the government won and the opposition lost. So saying, opposition walipoteza kura, government wali win. Oh no. If this was 2027, the opposition doesn't lose. Wakikuwa number 2, wako na enough MPs to go and negotiate with Ruto for cabinet appointments and for tenders. And they'll appoint their children and their friends to cabinet. Chakula ni nyinyi. You are the failure. Unaona wewe vota wewe. Wewe mwenye una trust opposition leader kama Mungu. Mtu amekuwa corrupt juzi. You are the loser. You are the loser. And let me tell you what will happen. This is what will happen in 2027. Number 1, voter register is going to be cooked. Zile areas zenye zina support William Ruto, they will record an increase in newly registered voters. Areas in support voters watabaki flat, hawaongezeki. Second thing that will happen, areas zenye hazim support, violence itaanza asubuhi. Vijana wanavalishwa t-shirt zako, wanaitwa supporters wako. Na si supporters wako, alafu wanaenda na kosi vurugu. Mama yako mwenye ako kwa nyumba mwenye yeye hapendi vurugu, akisikia kuna vurugu kwa polling station at Nyankononi Primary School, hawezi enda kupiga kura. Hiyo ni kura yako imepungua. Lakini huko kwa kina Ruto iko peaceful, watu wanapiga 90% turnout ama 99% turnout. That's voter suppression through violence. Kitu ya tatu itafanyika ni wizi, ballot stuffing. Na hiyo kura itaibiwa hivyo. Now, the William Ruto you know now will not be the William Ruto in 2028. Right now, you know a very gentle guy who is trying to be nice to everybody, launching projects all over the place, borrowing money, trying to complete projects because he wants to make you happy. Piga hiyo kura 2027. Utamjua 2028. That's when you will know the real, actual William Ruto. Na siku William Ruto ataleta referendum ya ku-extend presidential term limit, na warigi hiyo referendum,
ipitishwe, msiseme sikuwaambia. Mumelalia masikio sana, mumelalia masikio sana. Kila siku ninawalilia, tafadhali ndugu zangu, stop being partyless and leaderless, you will remain jobless. Hamsikii? Kahneman amelipa na Kasongo, ulinunuliwa. Sawa, nilinunuliwa nikupea good advice, nilinunuliwa nikufanyie civic education, nilinunuliwa nikufungue akili. Common sense. Viti hamsimami. We are the Gen Zs, we have 16 million votes. Hamsimami kura, hamsimami. You're not running for election. And why are you not running? Because you don't have a party. Kienda chama kama DCP unaitisha milioni 10 ndio upewe ticket ya MP, utatoa wapi? Mungekuwa na chama yenu ile mlini troll yenye ningeregister, ungekuwa unakuja hapo ukiwa na haki, ungekuwa unaingia kama kwako. Hamna pesa. Nikaambia fundraising is the only way you can raise, you can be able to compete with these people. Otherwise, wash and corrupt leaders are the ones who will win elections. Sema unataka kutukoni pesa yetu. Na nilikuwa na pesa yangu. Mimi sikuwa na interest na yako. Na kama unaona kwamba kuna pesa yako niko nayo, comment hapo chini na message ya M-Pesa nikurudishie. Hala, kwani iko ni? Nikaambia wacheni kutroli kitu ya fundraising. This thing will help you. Juu pesa hamna. Raise funds. Watu wa diaspora wawasaidie. Watu wako hapa Kenya kila mtu awasaidie. Na kama hata kutolea pesa anaweza kusaidia gari ama kusaidia speaker moja, public address. Let them learn the lesson painfully. Wakufunzwa, wacha afunzwe na ulimwengu. Kwa sababu mtu ni maskini, hana kazi, ama ako na kazi analipo shilingi 10,000. Yenyewe hata haitoshi chakula, haitoshi watoto, haitoshi kuishi. Analala chini kwa floor, kwa mattress ya 2 inch. Wardrobe ya kuhang nguo ni kamba, amegonga msumari hapa na pale. Amehang nguo. Anaishi kama nomad pastoralist. Mtu anahama kesho. Simu ni ya mkopa. Lakini matusi kwa mtandao kila siku. When will you ever get organized? Unatuona sisi tunaendesha mavietu, unafikiri tulizipata through being disorganized? Why don't you take that as an inspiration? Why is everybody who is successful, ukiona mtu wako successful unasema huni wash, huni mwizi? Si ukae chini kwanza usikize story yake, akueleza alitoka wapi. How many times did they fail before they succeeded? So that you learn a thing or two. Utashinda ukitroll success. Kwani kila mtu alikuwa kwe maskini? A few wameponyoka waka succeed. Learn something. What did they do that you're not doing? How can you do it differently? How can we make our governance better in Kenya so that we can be able to access capital? So that the ideas in our head can become a reality on the ground? Hello? Are you still partyless and leaderless? Fine, you remain jobless.